na wala usishangae kwamba kwa nini fulani awe tajiri mimi sio, na mimi nimemzidi vigezo vingi. Usishangae hilo. Mimi kuna baadhi ya watu nimewasikia wakiwa wanasema hakuna mtu aliyezaliwa maskini bwana, umaskini ni kujitakia tu, mtu anajipangia. Watu wapuuzi wanazungumza maneno hayo. Ukimwona mtu maskini, maskini ni kutaka, ni kujipangia tu. Fanyeni kazi bwana, pambaneni bwana. Maisha yapo, ukipambana sasa unatoboa. Haya maneno machafu sana. Unajua kwa nini? Kwa sababu mimi nakwambia, inawezekana mimi na ustadhi hapa, mimi nikapata milioni 50 na yeye akapata milioni 50. Mimi nikawa tukafanya jambo moja, mathalan aina fulani ya biashara. Tena mimi nikawa mambo ya biashara ndo nimesomea sasa. Kwa hiyo nafanya biashara kwa kujua, nimetafiti eneo, nini watu wanataka, niweke bidhaa gani, wakati gani. Yaani nimezingatia vipengele vyote vya kibiashara. Na nimesomea manake mambo. Yeye mwenzangu hajasomea chochote. Na karusha tu bwana wewe, mimi hapa naweka biashara fulani bwana wewe. Taka watu hapa hataki sana, watanunua tu, watatoka mbali. Yeye kaeka tu, na wallahi naweza mimi nikaishia kupata hasara, yeye akawa anasogea tu, anasogea. Jitihada yako si kigezo cha kukupa wewe utajiri. Jitihada yako kutafuta maisha si kigezo cha kufanya ufanikiwe. Jitihada unatakiwa uifanye, lakini Allah ndo atakayeamua na kufikisha kiwango gani. Sisi tunafahamiana jamani? Kwa hiyo anaweza mtu mkafanya jambo moja, lakini mtu mmoja akafanikiwa, mwingine asifanikiwe. Bali inaweza jitihada yako ikawa kubwa zaidi na usifanikiwe, mwenzako jitihada yake ikawa ya kawaida tu, kila anachogusa kinaenda. Allah akampangia huyu awe juu.